nimekukosa sana. Habari za safari? Njema kabisa, sasa tupo pamoja. Siku baba alipoondoka, nilikuwa binti wa kawaida tu wa Kitanzania, nikiwa na miaka 16, nasoma form 4 katika shule ya kawaida kabisa hapa Dar es Salaam. Hatukuwa matajiri, lakini tulikuwa na amani. Baba yangu alikuwa anafanya kazi katika kampuni binafsi, na kwa namna fulani nilikuwa kipenzi chake kuliko kitu chochote duniani. Nakumbuka siku ile kama jana. Ilikuwa jioni tulivu. Mama alikuwa jikoni anaandaa chakula. Harufu ya wali na mchuzi wa nyama ilijaa ndani ya nyumba. Mimi nilikuwa nimekaa mezani na kitabu mbele yangu, nikijifanya nasoma, lakini ukweli ni kwamba nilikuwa nasubiri tu sauti ya gari ile baba ikiingia getini. Dadi anarudi leo mapema kweli? Nilimuuliza mama. Mama alicheka kidogo. Kasema atarudi mapema, anataka tule pamoja. Dakika chache baadaye, nikasikia mungurumo wa gari nje. Moyo wangu uliruka. Nilikimbia mpaka getini. Baba alitoka kwenye gari lake. Uso wake umechoka, lakini tabasamu halikuondoka. Alikuwa ameshika mfuko mdogo mkononi. Alinikumbatia, kisha akanipa ule mfuko. Ni wako huo kipenzi. Nilipofungua baadaye chumbani kwangu, nilikuta simu mpya kabisa na perfume nzuri. Nilipiga kelele ya furaha. Nilijisikia kama malkia. Nilimkimbilia tena dining kumshukuru. Mama aliniangalia kwa jicho la utani. Sasa soma vizuri, usije ukaishia kuchezea simu tu. Baba alitabasamu tu, hakuwahi kuninyima chochote. Sikujua ile ndio ilikuwa zawadi yake ya mwisho kwangu. Miezi michache baadaye, nilikuwa shuleni kama kawaida. Ilikuwa mchana wa kawaida tu, lakini nilipoitwa nje ya darasa, nikamkuta baba mdogo amesimama pale. Uso wake haukuwa wa kawaida. Sikusema sana. Nilipanda gari kimya. Tulipokaribia nyumbani, niliona magari mengi nje, watu wengi, viti vimepangwa. Moyo wangu ulianza kupiga kwa nguvu. Baba mdogo, kuna nini? Nilimuuliza. Alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, alafu akasema kwa sauti iliyovunjika, Paula, baba yako ameaga dunia. Maneno yale yalipenya masikioni mwangu, lakini hayakuingia akilini. Nilihisi kama dunia imezimwa sauti. Miguu ilinipotezea nguvu. Sikuweza hata kupiga kelele. Nilijikuta nikianguka chini. Nilipozinduka, nilikuwa miguuni mwa mama. Alikuwa amenivisha dera jeusi. Macho yake yalikuwa mekundu kwa kulia. Nilimtazama na kumuuliza kwa sauti ya kuomba, Mama, ni ndoto sio? Tafadhali nifinye niamke. Nataka kumuona dadi. Mama hakuweza kujibu. Alilia tu. Siku za msiba zilipita kama kivuli kizito. Watu walijaa nyumbani, majirani, ndugu, marafiki wa baba. Kila mtu alizungumza juu ya baba yangu kuwa alikuwa mchapakazi, mwaminifu, mtu wa watu. Lakini mimi sikusikia chochote. Nilihisi kama sehemu ya moyo wangu imeondolewa. Siku ya mazishi ilipofika, kulikuwa na watu wengi sana makaburini. Wafanyakazi wa kampuni yake walikuja wote. Hapo ndipo nilimuona kwa mara ya kwanza. Mwanaume mrefu, mtulivu, mwenye suti nyeusi safi kabisa. Alikuwa tofauti na wengine. Watu walimheshimu. Alikuwa anazungumza kwa utulivu, lakini kila mtu alikuwa anamsikiliza. Baada ya mazishi, alimsogelea mama. Pole sana, alisema. Mume wako alikuwa mtu muhimu sana kwetu. Mimi ni Twaribu, CEO wa kampuni aliyokuwa anafanya kazi. Alitoa kadi yake na kumpa mama. Halafu akatoa kibunda cha pesa. Akasema ni msaada wa awali. Lakini wakati akizungumza na mama, macho yake yalikuwa yanakuja kwangu mara kwa mara. Nilikuwa nimekaa kimya miguuni mwa mama. Macho yetu yalikutana kwa sekunde chache. Sikujua kwa nini, lakini nilihisi kama kuna kitu kinaanza ambacho sikuweza kukielewa. Usiku ule wa kwanza bila baba, nilikaa kitandani kwangu nikishika ile simu aliyokuwa ameninunulia. Nilifungua picha yetu ya mwisho pamoja. Nililia mpaka usingizi ukanishinda. Nilidhani maumivu yangu makubwa yameishia pale kaburini. Sikujua kuwa kuondoka kwa baba haikuwa mwisho wa hadithi yangu. Ilikuwa mwanzo wa kitu kingine ambacho kingebadilisha maisha yangu milele. Itaendelea.